Usiseme kwamba sisi tumeshazeeka hatuwezi kufanya kitu chona. Hapana, unaelewana jamani? Unaweza ukafanya kitu chochote wakati wowote. Sasa upande wetu sisi wazee na mimi mzee mtarajiwa, tunatakiwa kuanzisha miradi midogo ambayo haichoshi mwili lakini inachangamsha mwili, si ndio? Haichoshi mwili lakini inachangamsha mwili. Kwa sababu gani nasema hivyo? Mwili hautakiwi kuchoka, lakini unatakiwa kuchangamka. Mradi unaofanya uwe kama mazoezi, si ndio jamani? Wazee, mara ya mwisho kufanya mazoezi ilikuwa ni lini? Na wazee wengine kwetu tunaambia bwana, mfanye mazoezi. Nasema sisi maisha yetu tu ni mazoezi. Nasema hamna. Zoezi ni pale ambapo unajishughulisha, kamwili kanatoa kidogo nini, jasho, si ndio? Kumbe mnajua. Atakuwa mwambie Dimundi huyu mzee mwenzangu. Basi shughuli zenyewe, mfano kuna ule ufugaji wa kuku, kuna ufugaji wa kuku wa kienyeji na kuku wa kisasa, ambao yule kuku ni mara nyingi huwa nawashauri sana wazee wafuge kuku wa mayai. Sababu gani kuku wa mayai? Kuku wa mayai ukimfuga hata kupa mayai utapata pesa, lakini akichoka kutaga utamuuza yeye kama nini? Kama kitoweo au kama nyama. Unaelewana? Kwa kuku wa mayai atakula chakula chako, anakupa mayai, akimaliza kutaga anamuuza kama nyama. Unapata faida mara ngapi? Mara mbili. Lakini kuku wa nyama atakula chakula chako, utamuuza kama nyama. Kwa hiyo ufugaji mzuri wa kuku, lakini kuna ufugaji wa mbuzi. Kuna mbuzi wa kisasa na mbuzi wa kienyeji.